Baada ya basi ya chuo kikuu cha Pwani kupoteza mwelekeo jana na kuangamiza zaidi ya wanafunzi 18, sasa wanafunzi wa chuo hicho wameomba kujibiwa maswali kutokana na ajali hiyo. Rais wa wanafunzi chuo kikuu cha Pwani University. As an institution, tunaomboleza, we are in grief because it's not easy to lose a friend, lose a brother, a sister, a family member. So as an institution, we are saddened by this occurrence. We are still waiting for the full report. Bado tunangoja report kwa zile miili ambazo zimechukuliwa. Wanafunzi wetu walikuwa wanaenda michezo University of Eldoret. Kwa bahati mbaya wamepatikana na msiba huo wakiwa eneo la Naivasha. So we are calling upon the nation to stand with us in prayers. Families are mourning. Kuna watu wamepoteza their breadwinners. Wamepoteza wale ambao walikuwa wanategemea. So it's not easy. Ukiangalia mazingira ya sahi hapa, you can see everybody's eyes. Kila mtu amelia, tumeomboleza. Hatujui, we don't know the cause of the accident. Tumesikia bado hatujapata ripoti kamili. Tumesikia ni brakes zilikata kufanya. Hatuna uhakika, hiyo ndio report tuko nayo, lakini tuna matumaini ya kuwa tutapata ile ujumbe kamili nini ilitendeka in due course, mambo ikiendelea. In the meantime, the institution ina make arrangements kwa wale student wenye wako hospitali wapate the good treatment yenye wanafaa kupata. Kuna representatives tumetuma kwenda huko kuhakikisha ya kuwa wako salama. Hadi saa hii tunaweza confirm ni 10 bodies ndio zimekuwa recovered, wengine wako bado wako ICU, wengine wako tu casualty, but in like 1 hour ndio tutakuwa na full report. Pia labda walikuwa ni wanafunzi ngapi walikuwa kwa chuo hiki kwenda katika mchezo? Siwezi sema kwa hakika kwa sababu but ilikuwa disciplines mingi. Kulikuwa na wanafunzi wa football, wanafunzi wa handball, hockey na volleyball. A rough figure of kitu kama 60-70, but siwezi sema kwa hakika kwa sababu bado sijapata hiyo list ya wanafunzi ambao walikuwa. Kwa majina naitwa Winfred Mtinyari. Mimi ni Vice President hapa chuo kikuu cha Pwani. Imekuwa siku mbaya sana kwetu kama wanafunzi. Vile tulipokea habari kwamba tumepoteza wenzetu, tulikuwa na wakati mgumu sana kukubali ile news, na tumekuwa na wakati mgumu sana kukubali kwamba wenzetu wako na sisi tena. Kwa hivyo kama wanafunzi tunaomba Kenya nzima iwe na sisi kwa maombi, tusaidie kuomba ili tuweze kuwa na nguvu, na pia iweke wale wazazi ambao wamepoteza watoto wao kwa maombi. Mungu awasaidie na pia awape nguvu. Kwa upande wa huku kuhusiana na hiyo ajali, pia tungependa shule ituarifu vizuri kuhusikana na ile insurance, kama wale ambao wamepoteza maisha yao kuna vile wataweza kuwa wanafaidika kidogo, zile familia zao, kama kuna vile wataweza kufanyiwa ili waweze kuwa pia wao wanasikia vizuri. Kwa hivyo sisi hatuna mengi, tunaomba Mungu atupe nguvu, ape Kenya nzima wakati mwema, na pia asaidia wazazi pia kukubali kwamba Mungu amefanya kazi yake na Mungu awe na sisi. Kwa nafasi, kwa majina naitwa Christopher Chuma. Mimi si kiongozi wa wanafunzi, bali ni mwanafunzi ambaye ni common figure
hii habari leo tumeipata kupitia kwa Twitter handle. Tuliona a certain blogger alikuwa ameweka kwamba wanafunzi wamepata accident. Kidogo kuangalia pale kwa ikabidi saa tukaona imewekwa kwa news, and indeed we very sad. It's paining that kila picha unaona inawekwa kwa status that rest in peace. Ni rafiki zako wenye mmekaa nao hapa, mnaongea na wao, mnacheza na wao, mnafanya kila kitu na wao. Mimi kitu naweza request ni kwamba national government iangalie sana hasa hii mambo ya insurance za bus za universities and high schools. Maintenance is very poor, because this is something yenye ingekuwa countered mapema. National government so inafaa iwe serious, and then management ya university pia they're supposed to ensure that before they make a decision to move maybe out of the institution with the students, because they're carrying the lives of people when familia zao zinategemea sana. Some of them walikuwa wamebakisha 2 weeks only kwa university na parents are preparing. Pwani 2TAN Joveliners. Mimi nataka kuongelea issue ya wao makomrade kukufa. Na hii hatutaki kubembelezana na administration sana, ati tafadhali. Hii tunataka tu kuambia wazi. Hii ni lazima mjitokeze, mtueleze kwa nini hiyo gari imetoka Pwani inaenda Naivasha lakini hamjaipeleka kwa mechanics waangalie hizo brake. Hizo ndo maswali zenye sisi tunataka kwanza. Ni lazima tujibiwe. Otherwise, Profesa Mohamed S. Rajabu aturuhusu na matairi tufunike pia economy ya Kilifi na Kenya at large, because tumepoteza economist. Tumepoteza maneno makubwa kwa hii janga la Kenya. Kwa hivyo sisi pia tusimamishe economy ya Kilifi na Kenya at large for some time. For sure we are not begging for mercy. We want mercy. Thank you very much, and may God bless you abundantly. Your full name, your name. My name, narudia tena. Hii ni jina hata Raila Amolo Odinga anajua. Babyface wa Pwani. Ukienda pale ukitaka kujua more about ID, 2TAN Joveliners. Asanteni sana na Mungu awabariki. Good evening, everyone. Rina Brian talking here. It's indeed a great pity. It's an evening that the faces can tell. Losing lives of young people who had a bright future. It's indeed a great pity. Now, it's really a matter of concern, as my fellows have talked about it. You know, everything that goes around has a rumor behind it. We would like the school, maybe at large, to ensure us of the safety of that vehicle when it left the school compound. Because behind the doors, I'm sure you have heard the rumors that the driver was complaining about the brakes of that particular car. And indeed, as you have seen on your social medias, the rumor also has it that it was brake failure. It's indeed a great pity, because if it's about institution, students were leaving for a long journey. It was a long journey. They were not going to Mombasa. They were not going to Malindi. And when the students are moving outside the school gate, what is to be checked out? What do we ensure? The school is shaping the lives of many students. And it's also a role to ensure that despite the students are raising the school name high, they also ensure that they help these particular students achieve their goals in a required manner. To the national government, all of us have seen where the accident happened. It was a very deep ditch, or rather drainage we can call it, without that road barrier. Some places we need to take caution of the citizens of Kenya. To the government of Kenya at large, to the county governments, road safety has become a point that we'll need to look at large. So please help us in that particular section. And as comrades, we are here, we will remain to be here
till we know that the real cause of this particular accident, what was it? And if we really find out it was the brake failure, then we will demand for more questions, because we pay fee, and the school infrastructure at large, the school locomotives at large have to be maintained so long as they are carrying the school. Mbati, Mugubo. I'm a fourth year in this school. And as I start, I want to thank God for giving us this life. For us, we are still alive. And for those who didn't pass on and who are in hospital, we want to wish them a quick recovery. That God is going to provide them with a medication that is going to give them much strength and much recovery, that they get fit and reassemble back and continue the activities. For those whose souls have rested, we want to say sorry. We want to say sorry to the family, and we are really mourning and it. We are the ones to be told so. Now, for us, we want to ask the school to give us much more information as quick as possible, that we can know what will happen. I know that men have said about the brakes, and that usually gives an alarm that there are some bodies which are not doing their role as it's required. And please, we want to ask that the necessary information to come out as necessary as possible, and everything to be done, and everybody who is involved in any character in this field, please, may they take their role, may they take the responsibility that which are ready to this uncertain thing which